Filamu inaanza huko Korea Kaskazini, Sergeant Lim Gyu-nam akiwa anaandaa ramani ya kutoroka kambini usiku wa manane, akiweka alama zake pamoja na muda atakaotumia kukimbia kambini hapo na pia kuweka njia atakazozitumia, kwani eneo hilo atakalolipita lina mabomu mengi sana. Ndoto yake ni kukimbia kuingia Korea Kusini, ambako huko ataenda kuanza maisha mapya. Karibu, hii ni DTV. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kuacha komenti yako. Mimi naitwa Naima Mohamed. Filamu ni ya Kikorea, inaitwa Escape. Karibu sana. Asubuhi kuna kucha na maisha yanaendelea, lakini katika kambi hiyo iliyopo karibu na ukanda wa kijeshi DMZ unaotenganisha nchi hizo mbili kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini, ikitokea mwanajeshi yoyote kutoka kaskazini anajaribu kutoroka, adhabu yake ni kifo. Na Sergeant Lim Gyu-nam ambaye yupo karibu kumaliza miaka 10 ya utumishi wake wa kijeshi anajiandaa vizuri kuondoka eneo hilo. Wakiwa katika ulinzi wao wa kila siku, mwanajeshi wa cheo cha chini Kim Dong-yuk anamwambia Lim kuwa kuna dalili za mvua na huenda ikanyesha ndani ya siku 2 zijazo. Kunyesha kwa mvua kunaweza kuharibu ramani yake na kuwa hatari zaidi kutumia njia hiyo iliyo na mabomu mengi, lakini anamjibu kuwa utabiri unasema ni baada ya siku 4, akiwa na maandalizi yake kamili ya lini anatoroka kabla ya mvua. Maisha ndani ya Korea Kaskazini inategemeana na familia na cheo ulichonacho, hivyo Lim akimaliza kutumikia jeshi hilo, hata akienda uraiani, bado ataishi kwa masharti na kufuata sheria zilizowekwa na nchi hiyo. Hivyo anatamani kuondoka kwenda kuishi maisha atakayoyataka yeye pindi akifika Korea Kusini na kuishi ndoto zake ambazo aliziacha utotoni baada ya wazazi wake kufariki na kuingia jeshini, na njia pekee ya kutoroka ni kupitia njia ya jeshini. Hapo ndio itakuwa rahisi sana kwake. Katika kambi hiyo maisha ni magumu kiasi kwamba hata ukitaka kula kitu kizuri, kama mkubwa wako hajala, wewe huruhusiwi kupata. Lim ni sajenti na ana vijana wapo chini yake. Ni mtu anayewajali, lakini pia anafikiria baadaye yake. Sergeant Lim akiwa shift yake ya usiku, Kim Dong-yuk anamfuata na kumwambia kuwa anajua kama ana mpango wa kutoroka, na kama shift ya kulinda kesho karibia na DMZ ndipo anataka kuitumia kutorokea ili kuwahi mvua. Lim anakasirika na kumwambia asahau alichokiona na akae kimya na asiingilie mpango wake, lakini Kim anamuomba aondoke naye. Anataka kwenda kusini, huko yupo mama yake ambaye kesho ni birthday yake, akiishi na dada yake pia. Lim anamwambia asahau kilichotokea. Wanajeshi usiku wakiwa wamelala wanaamshwa na king'ora kuwa kuna mmoja ametoroka. Lim anajua kuwa huyo atakuwa Kim. Anapoenda alipoficha vitu vyake havikuti. Anaenda kule alipoweka njia zake na kumkuta Kim akitafuta shimo alilolichimba ili aanze kutoroka kuingia katika njia ambayo huko ana uhakika wa kutokea katika mpaka wa DMZ. Lim anamshawishi kuwa wasubiri siku aliyopanga yeye, lakini Kim ni mbishi, akidai huenda kesho mvua ikanyesha na wasipate kukimbia. Lim anamshawishi akimwambia amrejeshe ramani, na hapo taa zinawashwa na wanakamatwa wote wawili. Wanateswa sana kwa kupigwa na kuumizwa, kisha kuulizwa ramani hiyo ni ya nani. Kim anaamua kusema ni yake kwa sababu yeye ndiye aliyesababisha kukamatika kwa ramani hiyo, na akijaribu kumlinda Sergeant Lim. Wakiwa katika kuadhibu, wanapata taarifa ya ujio wa Meja Lee Yong-sang kutoka Wizara ya Usalama wa Taifa. Anafika kambini kuchunguza tukio hilo, na Meja Lee anamfahamu Sergeant Lim toka utotoni, kwani Sergeant Lim baba yake alikuwa akiwaendesha wao. Anapofika na kupewa ripoti na Park Jung-young, anauliza kama Kim amekiri kuwa vitu vyote hivyo ni mpango wa kwake wa kutoroka peke yake, na kama Kim amekubali, kwa nini wanamwadhibu Lim? Na hapo Meja Lee anabadilisha na kuambia kuwa wakubwa wao hawaridhishwi na tabia za wanajeshi kutamani kutoroka, na ikienda taarifa wamejaribu kutoroka wawili, hiyo itakuwa shida kwao. Kwa hivyo Kim atashtakiwa akiwa anataka kutoroka, na Lim yeye atapongezwa kwa kuwa alimkamata. Lim anageuka shujaa, na kisha Meja Lee anampa kazi ya kuwa msaidizi wa moja kwa moja wa kamanda wa kikosi ili amweke karibu na kumdhibiti. Wakiwa njiani, Lim anajua kuwa anaelekea kwenye sherehe ambako huko baba mkwe wa Meja Lee atatumia jina lake kama namna ya kujisifia utendaji kazi wake. Hivyo Lim atatangazwa kama shujaa ili kuboost jina na sifa ya cheo chake, ambapo Kim anapelekwa magereza na Lim anapelekwa kwenye sherehe. Utamu wa filamu hii unazidi kunoga pale ambapo anafika sehemu husika, Lim tayari akiwa amejiandaa kikamilifu kwamba endapo akirudishwa kambini, basi ataendelea na mpango wake wa kutoroka, na kabla ya mvua kunyesha inabidi aondoke haraka iwezekanavyo.
baada tu ya kukabidhiwa taji la ushindi ama taji la ushujaa. Lim anapewa heshima yake mbele za watu na kisha anaamua kumsifia mkwe wa Meja Lee, na hapo sherehe inaendelea. Akiwa ukumbini pale, ana akili yake yote inawaza kurudi huko kambini kwa ajili ya kutoroka. Ndipo Meja Lee anapompa taarifa mbaya ya kwamba kule alipokuwepo hatarudishwa tena, na hapo ameshapatiwa kazi na anaanza maisha mengine. Anapouliza kwa nini anafanywa hivyo, imebakia siku chache tu akamilishe misheni yake ya jeshini, Meja Lee anamwambia kuwa anafahamu kila kitu na ule mpango ni mpango wa kwake, hivyo akubaliane tu na hali ilivyo. Anakuja kijana kumchukua kwenda kuandikishwa kazi mpya, na hapo Sergeant Lim anaanza plani mpya, akitengeneza kitambulisho bandia kupitia picha alizopigwa kwenye sherehe, na kisha anajifanya dereva wa mmoja wa viongozi. Anamchukua yule kiongozi na kuondoka naye, lengo atoroke hapo. Anapoondoka njiani, anamwacha yule kiongozi akiwa amelewa, anamtelekeza pembeni na yeye anaanza safari yake. Akiwa njiani na gari lile ambalo aliloliiba, lengo ni kwenda kumfuata Kim. Gari inaishiwa mafuta, lakini njiani kuna msafara wa wanajeshi wengine wanapita, hivyo wanampa lifti mpaka kwa Kim, na huko anadai kuwa yeye katumwa kwenda kumchukua Kim. Anapewa Kim, lakini mmoja wa wanajeshi haamini kwamba Sergeant Lim ametumwa kwenda kumfuata Kim, hivyo anaamua kuwasindikiza. Njiani anapata simu kuwa Lim hakutumwa kwenda kumfuata Kim, hivyo vita inaanzia hapo ya kupigana na kuuana. Katikati ya vita hiyo, Meja Lee anachukua kikosi kuja kumzuia Lim pamoja na Kim, lakini Kim na Lim wanafanikiwa kutoroka, na usiku huo wanakutana na watu ambao wanawapa hifadhi. Usiku huo hauishi hivi tu, Meja Lee na wenzie wanawavamia, lakini kupitia msaada ule wa wale watu wanatoroka na kufika kwenye kambi yao. Wanafanikiwa kufika kwenye njia ya kuingilia ili kutoroka, lakini Kim anauliwa na Meja Lee katikati ya njia hiyo, huku Lim akiachiwa cheni na Kim na kumwomba aifikishe kwa mama yake. Lim anaingia njia zake na kukimbia kuelekea mpakani. Wanapojaribu kumfuata Meja Lee na watu wake, bomu linalipuka na kumuua mmoja wao, hivyo njia hiyo si salama tena, wanazungukia njia nyingine. Meja Lee anamkamata Lim kwa mbele akiwa kabisa anakaribia kwenye mpaka wa DMZ. Huko wanapigana sana na anampiga risasi zinazomdhoofisha, lakini Lim hakati tamaa, anajikongoja na kufika mpaka kwenye mpaka ambapo wanajeshi wa kusini wanamkimbilia na kumwokoa, na hapo Meja Lee anaamua kumwacha aende anakotaka na kurudi zake kambini. Filamu inaishia ikimwonyesha Sergeant Lim Gyun-nam anabadili maisha yake na kuishi atakavyo, huku mawazo yake biashara aliyokuwa akitamani kufanya yakienda kukamilika. Filamu hii ya Escape imezungumzia zaidi maisha yanayopitia wanajeshi wa Korea Kaskazini ambao wao bora kuuliwa kulikoni kukimbia na kuingia Korea Kusini. Mimi naitwa Naima Mohamed, asante sana. Usiache kusubscribe, like, share na kuacha komenti yako. Nini nitakuletea filamu gani tena nyingine inayofuata? Usitoke, baki kwenye channel hii. Asante.